Bwana. Yes, bwana, kwenye madini ya kitaa leo nipo na mwanangu. Meja Kunta, my brother. Unyama. Oji sana bro. Pole kwanza sana. Unyama. Good. Sana. Asante sana maneno. Sitamani sana tuzungumzie issue ya msiba, lakini lazima tuizungumzie kidogo kwa sababu mama yetu tumemstiri tayari, kashaenda kidogo, si ndio? Kwa uchache sana. Mama alikuwa anasumbuliwa na kitu gani? Alikuwa asumbuliwi chochote, lakini bahati mbaya tu imemkuta ghafla, utamshtuko, lakini hakukuwa na taarifa kama alikuwa anasumbuliwa na chochote before ya kifo chake. Kwa kwamba kiufupi kwa mama alikuwa haumwi, si ndio? Alikuwa haumwi. Pole sana my brother. Msiba ulipokea saa ngapi? Taarifa saa 8 hivi, saa 9 usiku. Ukiwa home? Nikiwa home. Pole sana. Alifia Dar es Salaam au ni hakuwa Dar es Salaam, alikuwa nje ya Dar es Salaam. Alienda kwenye shughuli zake za kibiashara. Kwa wakati anakusanya biashara yake, ndio hivyo mauti kwa mkuta akiwa kwenye ukusanyaji wa biashara zake. Noma sana, pole sana my brother. Tutoke kidogo kwa mama, maana moment najua bado ndo kwanza, bado ni mbichi kabisa. Mzee bana, sasa hivi mama yupo tena, maisha yatakuwa yaendelee, itakuwa tukaze na music iendelee. Vipi? Tunatarajia au tunasubiri kwanza mambo ya poe, msiba upoe na nini alafu ndo tuachie ngoma? Maisha yanabidi yaendelee, kwa maisha yanaendelea. Kazi zinatakiwa ziendelee, kuna kula, kuna vitu vingine vingi sana vya kufanya ili maisha mengine yaweze kwenda. Kwa tuendelee kufanya kazi, bado mimi nitaendelea kufanya kazi. Msiba ushapita, tumeshamstiri mama, vitu vingine huko tunaendelea kama familia, lakini kwenye kazi kila mtu anarudi kwenye kazi. Safi sana. Kuna rumors kwamba una utofauti na wasanii wenzio baadhi wa singeli, akiwemo Dula Makabila. Kuna tetesi pia Divoice, lakini tunashukuru pia Divoice tulimuona kwa mama pale kwenye msiba. Sina hakika sana kama Dula alikuwepo kwenye msiba, lakini kama alikuwepo ni vizuri. Ni kweli kwamba bado mnatofauti na Dula? Mimi sina tofauti na msanii yote. Tuko fresh. Kweli? Wengi wanasemaga hivyo. Tuko fresh, hatuna noma. Simuona Dula umemwona kwenye msiba, alikuja. Na tumeshare pamoja moment. Divoice pia. Wasanii wengi wa singeli, Bala MC alikuja. Nimeona wengi sana. Wasanii wengi, mabraza wa Temeke wengi walikuwepo, kina Dundu, wengi walikuwepo wasanii. Kilichotokea hichi, kuna kitu namna lazima kilikuwa kimekufunza. Imekufunza nini baada ya kupata tatizo kuhusiana na mama? Yaani ukajikuta kwamba kuna kitu gani ambacho ukasema hapa kuna kitu namna nimejifunza, lazima iwe tokee hivyo tu? Kitu ambacho nimenote ni love, kuishi vizuri na watu, kutengeneza company, background nzuri mbele yako ili iwe nzuri, lazima na background nzuri. Kwa kushirikiana na vijana wenzangu, moment ambazo nazitoa, upendo ambao nautoa kwa washikaji zangu, ndio ambao umenifunza zaidi siku ya tatizo langu. Nimeona kila mmoja ananikimbilia, ananisupport kwenye chochote, mwenye maneno mazuri, mwenye riski, mwenye chochote, kila mtu anatoa shukrani zake, ananikimbilia kwa upande wake. Kwa nimejifunza kwamba ukienda na watu vizuri na maisha yako yatakuwa na msaada. Kwa hivyo noma sana. My brother, nataka nikupe challenge kidogo ya kishikaji kabisa. Inahusiana na mama yetu, Mama Samia. Una kumbukumbu mama yetu alikabidhiwa nchi mwaka gani? ni mbona nyepesi sana. Rais unapiga tu hesabu, rais mpaka leo ameongoza miaka mingapi na ikiwa anaenda kugombea tena? Sasa hivi ndio tuambie hapa. Hapo itabidi hesabu zitumike hapo. Inatakiwa na D2 chap. Kama mwaka gani? Najaribu kukumbuka mama ameongoza miaka mingapi, kwa sababu alimshikia kijiti mzee huyo. Alimshikia mzee. Vitu sensitive sana, kwa ni lazima tuweze akili, sio vitu vya kukoropoka. Unaiongelea serikali hapo na unaongelea mambo ya system hapo. Noma sana. Vipi unaonaje uongozi wa mama, my brother, kwenye engo zote? Kwa sababu kwenye tasnia yenu huko ya muziki naona, unamuonaje mama?
uongozi wake, na unatabiri nini miaka hii mitano tena, maana kuna upinzani pia upo? Mimi kwa binafsi yangu, mimi mpaka sasa hivi tangia nimeona mama amekabidhiwa nchi, naona kila kitu kina grow, kwa sababu hata sisi wasanii tunazidi kumove, tunazidi kazi zinaendelea, kila kitu kinapanda. Sijaona sehemu ambayo iko down. Kila sehemu, kila sekta imepanda mara 2 au ama mara 3 ya pale ilipokuwepo zamani. Kila sekta, tukiangalia mabarabara, kila sekta, majengo, kuna majengo mengi sana sasa hivi kuliko mabarabara. Yes, barabara sasa hivi foleni ndio shida, lakini kwa sababu wanatengeneza barabara, kwa bado tuko kwenye uboreshaji wa miundombinu. Maana mabarabara yakitimia kutakuwa noma. Kwa ina maana kadri kila sekta inapanda mara 2. So mimi naona noma tu, mkubwa anaoa. Naona kama mitano tena hapo anachukua. Yaani tena sio mitano tu. Yaani ingekuwa tunaweza kumwachia tu, tunamwacha. Mtu akifanya vizuri, mwache. Mwache endelee. Sisi tunachotaka ni kitu bora. Amani iwepo kwenye nchi yetu kama hivyo na tunapata amani. Pesa sasa hivi watu wana hela, kila mtu ana hela sasa. Watu wanaokota baki na dodo magari, hawana elimu na wana hela. Kila mtu ana hela, elimu tena watu sasa hivi wamekuwa wanaona kama wengine wanaona kama kusoma sio issue. Ina maana mipango inafanyaje? Inaenda. Sio kama kila kitu kinaenda. Unataka nini sasa? Ukiona mtu anafikiria kwamba mimi natamani hii nyumba isingekuepo. Siji nini. Siji ujue anatafuta shari. Ala ya kwake. Anatafuta shari. Lakini iwe nyumba ipo, unalala, taa inawaka, unakula, unapika, unaoga. Sasa unataka nini tena? Utakuwa mchawi wewe. Kabisa. Bwana Meja anakuambia kwamba mitano tena kwa mama bila kupingwa hiyo, kwa sababu yeye anahisi kabisa kwamba mama akafanya vitu vingi vikubwa sana. Na ni kweli, hata mwenye hilo siwezi kulipinga, ninalikubali 100%. Bwana my brother, nimeona hata viongozi wa serikali pia wameguswa sana kwenye msiba wa mama. Hii inaonyesha ni kiasi gani muziki wa Singeli umeweza kuwafikia kila mtu. Miaka 3-4 iliyopita, heshima ulionayo mtaani, heshima ulionayo kwenye nchi ni tofauti na sasa hivi. Line zimekuwa nyingi, maukoto, una uwezo wa kumpigia mtu fulani simu hata kama ukiwa umepelewa kitu fulani, una uwezo wa kumpigia mtu simu ambaye hata mtu mwingine ukimwambia kama nilimpigia mtu fulani ndo kanisaidia, anaweza kashangaa, wao una line yako pia, unajua? My brother, unaishi nao vipi kwa sababu ni mtoto wa mtaa? Hao watu ambao ni wa viongozi ambao kama serikalini na nini, huwa unawachukuliaje na unaishi nao vipi? Lifestyle tu, lifestyle yangu nafikiri, kwa sababu mimi sio mtu mzuri wa kutembelea sana watu. Sio mzuri sana wa kuwafikia watu mara kwa mara. Sio mtu mzuri wa kuongea sana na watu. Yaani I don't know, lakini najikutaga na wafikia watu wote na napiga nao story na tunaongea. Yaani vitu vinakuwa sijui sana hapo kiundani, lakini kila kitu naona nakifikia. Yaani kila nikifikia naona vitu vina flow. Nafikiri ndo lifestyle ambayo naishi labda. Sababu mimi nikitoka hapa labda nimeenda hapa nitakutana na huyo. Sometimes niko sehemu zangu tu za maisha ya kawaida nakutana na huyo. Kwa maisha kukutana naye tayari zina mechi vizuri na tunaongea, tunapiga story na sio mara moja. Ni mara zote. Mara zote tunapokutana. Kwa hicho kitu naona ni lifestyle tu. Ni Mwenyezi Mungu pia, maana paka kuwa star bro si kazi ndogo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu huwa kuna karma anaikuwa anamwekea mtu wake. Kwa hiyo wewe unaweza kawa sio mtu wa kujipendekeza, lakini pia vile vitu ambavyo ingetakuwa ujipendekeze ile uvipate vinakuja vyenyewe. Ila kuna wamba wana snitch sana michongo ya wama. Ushakutanaga na mwana akakusnitch kwenye mchongo wako afoje ukagundua kwamba mwana pale ni snitch pale? Hizo moment zipo unakutana nazo sehemu tofauti, sio lazima tu kwenye uwana. Zinakuwa sehemu nyingi moment hizo ziko. Kusnitchiana kwa sababu unajua si binadamu. Binadamu ndio tuko hivyo. Kuna wengine wanapenda fulani aanguke apate, kuna mwingine fulani asianguke lakini asipate. Una moyo wa kumchana mtu ukigundua kwamba wewe mwanangu amezingua? Niko hivyo. Unamchana kwa maana kwamba unakuwa umeshalimaliza kwanza. Safi sana. Hiyo kitu sio mtu wako kumind. Mimi siwezi kumind. Ndio maana mimi ukisikia mtu anagombana na mimi ujue wewe kashindwa kunielewa. Kwa sababu mimi sio mtu wa kukaa na vitu kwenye moyo. Yaani mimi siwezi kukaa na kitu kwenye moyo wakati nakuona mshikaji wangu. Sababu nikikaa na kitu moyoni maana yake nataka wewe usiwe mwanangu. Kwamba bana wewe mimi wewe. Yes, mimi sikumind. Mimi kwa sababu wewe mwanangu umeamua kuwa ushikaji na mimi as long as kama utaki, lakini kama mwanangu nakuchana. Kwa
kwa sababu utanifanyia tena nikikuacha, afu utanifanyia afu mimi nitakasirika, afu inakuwa so fresh. Kwa nini sasa unikasirishe kila siku mara pili tena? Noma sana. Yeah. Noma sana. Bwana Maril waga tunakuaga hivyo, sio bwana? Unapoona chochote kile kinakukwaza, kama kuna namna ya kumwambia mwenzio, mwambie babu hapo umezingua. Haya ni madini ya kitaa. Leo tupo na Meja Kunta bwana. Noma sana. Kuna madini mengi sana kwenye ubongo hapa. Bro, unakumbuka ngoma yako ya kwanza kabisa ilikuwa Mamu? Yeah, sure. Hatari. Noma. Ilikupa madem kila kitu. Hela. Kupa hela. Yaani pale ndio ili start, yani kwamba wewe inatakiwa kumbe hiyo hivi. Nikajua kwamba okay, kumbe msanii wewe unatakiwa uwe na gari pale. Kumbe msanii unakutana na rais ndio pale. Kumbe yani kila kitu kiliflow. Kwa siku hizi mwanangu magari tushazoea yani. Sasa hivi mpaka mimi sio na tanje sijapaka gari. Unaelewa hiyo hapo? Yaani tushazoea magari mpaka siku hizi hatukai nayo. Yaani kwamba hata kama usipoliona haina shida. Naacha nyumbani natembea. Safi sana. Sasa hivi yani gari tena imekuwa so issue kabisa. Naweza nikaipaki hata barabarani, mimi ndo naongoza kuacha gari. Unaongoza kuacha gari sehemu unachukua zako usafiri mwingine. Naiacha naondoka. Si ya kwako. Alafu sio tu ya kwako, shaizoea. Na ikiamka naiwasha. Yaani haiwezi kutembea mpaka niiwashe. Sasa hiyo sina. Ilivyokuwa mpya, hebu nipe experience ya gari yako ya kwanza kununua. Vipi mawengi yake? Nimeanza kutembelea gari kabla sijanunua gari. Okay. Nilipata experience pale muda mrefu sana, nilikuwa naendesha gari afu nikajipaga kwamba mimi siwezi kununua gari. Mimi nitanunua gari ambayo naitaka. Kwamba sio kwamba eti nimenunua kiberiti. Si kinini kwamba nanunua tu. Mimi gari yangu ya kwanza nilinunua BMW, yani ndio anafungua uwanja. Kuba babake. Gari ya kwanza BMW inasomaga 30 na hela hiyo. Haijai kuaga kuongopa. 30 kuendelea, sio 11. Klipu yake ipo, Doto Magari ndo nilichukua kwao. Alikupiga mdomo kama kawaida yake. Mdomo sana. Afu nilinunua sio kama yani nilikuwa ndo nini, yani ilikuwa ni gari yani gari sasa mimi nishatembelea sana gari za mabraza. Kulikuwa ni gari fulani tu ambayo yani ulishai kuendesha ukaipenda. Akiamka akijisikia nataka kuendesha. Yani ipo tu. Ni gari yetu wanasemaga wenyewe. Wewe washakustiri sana kipindi chao na nini? Chaendesha sana magari ya braza. Shavaa sana raba za braza. Nikinunua raba mpya yani akumwachia braza. Kawaida. Dakika 5. Sio maisha mazuri sana. Hayo ni maisha fulani hivi ambayo watoto wakishua hawezi kuyaelewa. Hawezi elewa, yani utamwambiaje hapo na kweli? Mimi natoka naenda kushuti. Naenda kushuti. Afu sina nguo. Afu director mwana tu. Kaamua tu kwamba tushoot. Tukashoot. Kwa maana anaipenda ngoma tuzetu tukashoot. Afu naambia mimi sina laba bwana, sina nguo. Anakuambia mimi na laba, wewe twende tutashoot. Laba zake hizo hata kuziona hujaziona. Uione. Si 42 Kwa fresh. Unavaa unashoot na chupa linatoka fresh na ngoma ina hit. Kama mnaelewa sijui. Unaambia ishi na watu vizuri, Mungu yuko mbali. Mungu mkono wake haukufikiwe kukusogeza kwamba sogea hapa. Mungu wa paka na mbwa ndo Mungu wa binadamu. Mungu wa paka na mbwa ndo Mungu wetu sisi hapa wanadamu. Sasa shughuli ipo. Maana Mungu yule tu. Kwamba tuendelee kupambana. Kwa tuishi vizuri, mioyo ya kukunja tuachane nayo, si ndio? Huwezi kumind mtu ukiwa unapata riziki yako. Kila mtu ana riziki yake bro. Neno moja kwa kijana bro ambaye sasa mpaka dakika anaishi nyumbani kwao, hana ratiba kutoka kwao wala nini. Anaishi zake, anapiga kelele na wadogo zake kila siku, masisteli. Neno moja kwake. Ajikaze kwa sababu ujue maisha yalivyo. Usipende kufanya kila kitu wanaopenda kufanya kila kitu ndo wale ambao wanalala nyumbani wanaziota ndoto. Unaota ndoto kwenye gari, unaota ndoto kwenye hiki afu utimize. Before ya kufanya kitu fanya research ili uwe na uhakika unachoenda kufanya. Afu chagua, fanya negotiation wewe na moyo wako, chagua. Mimi nataka nifanye hiki. Fanya kweli, usifanye tu kwa sababu fulani kafanya. Yaani fanya like mimi nafanya kama nimeamua kufanya nafanya hiki. Focus hapo. So leo unafanya hiki unaacha, unafanya hiki unaacha, huwezi kufanikiwa. Ndio maana unakuta watu wengi wanakuwa vijana wanakuwa hawana kitu. Kwa sababu ya mambo kama hayo. Leo anataka kuwa fundi, fundi kidogo anaona ukugumu anaacha, anataka kufanya hiki. Mwisho wa siku miaka 6 kakaa tu hapati 100 wala nini, kila kitu kafanya nusu kaacha. Bwana nimejifunza kitu kingine hapo. Ukiambiwa kama unataka kunyoa, nyoa sana.
Nyoa sana, si ndio? Upate hela wewe nyoa. Wewe nyoa tu. Itatokea siku utapata. Utapata, sio utakopata kidogo. Sio unataka unyoe mara uwe deva bodaboda mara ukatengeneze kucha. Unyoa leo mara hakuna wateja wanataka kufua fundi cherehani. Fundi cherehani kidogo unaona tena kwa sababu kila kitu kina wakati mzuri na mbaya. Kila unachokiona. Kabisa. Kila unachokiona kina wakati mzuri na mbaya. Kwa hata kwenye kunyoa kuna wakati mbaya, lakini kuna wakati mzuri. Ndio. Kwa hiyo itafika wakati mzuri utapata. Lakini wewe uko kwenye wakati mbaya umeacha. Kwenye wakati mbaya umeacha. Kwenye wakati mbaya umeacha. Moja kati ya kazi ngumu sana ni mziki unapoanza, kwa sababu unapokuwa unaanza mziki haukupi chochote. Ni bora yule mtu anaanza kuuza machungwa anakuwa anapata pesa, lakini wewe mtu wa mziki ni kwamba wewe kazi yako ni kuimbaga tu. Alafu mbaya zaidi pia inatakiwa ukalipie production, si ndio? Mpaka mje mpate mabrother wanakuja kwa support, mnakuwa mmesota sana sana kwenye hustling zenu. Wewe wakati unaanza game nani alikuwa anakusupport? Hata mimi sijahaso. Umesikia hiyo? Yaani hivyo ni vitu viwili tofauti. Watu wanaamini, ujue mimi nakwambia ukweli. Ukifanya kitu kwa passion na ukifanya kitu kwa kukipenda utafanya bora. Alafu utaona kila kitu rahisi. Kila unachokifanya utaona ni rahisi. Kabisa. Sio rahisi kwamba ni rahisi, kila mtu anaweza kwako wewe itakuwa ni rahisi. Kwa sababu kile unachokifanya umekiaccept. Mimi naanza muziki sijahaso. Mimi nilifanya muziki kwa kupenda, niliandika muziki mashairi mazuri, nilifanya kitu kwa ubora, watu wakakipenda. Yaani mimi nilikuwa nabembelezwa niende studio, nilikuwa nafatwa. Msanii twende studio. Ni mtaani. Mimi nilikuwa sipendi muziki, napenda mpira. Unaona mpira anacheza na iko kwenye mipira, producer ndo anakuta producer wangu ndo iko nje kakani, yani subia nimeweza kucheza mpira, anichukue ukarekodi. Ndio sehemu yake rahisi kunipata. Kwamba huyu nyumbani ukimkosa hapa ni uwanjani. Maana akinipigia simu sometimes anipati nini. Kwa hivyo ina maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba usipende kufanya kitu ambacho hukipendi. Si ndio? Fanya kitu, yani ukifanya kitu ambacho ni sahihi kwako, utaona kitu kigumu. Kitakupa tu matunda. Kuna watu hawajahaso. Unaona hicho kitu unachokipatia ugumu. Kuna watu wanapata rahisi kweli. Mimi nakuelewa sana mwanangu. Yaani nakuelewa unaponiambia. Nakuelewa sana. Yaani kwamba kwa muda ule, yani kwamba sawa, uende ikawa nilikuwa sipati hela lakini mimi nilikuwa na enjoy. Tumeona mimi nimeanza kufanya muziki. Sijapata hela nyingi kwamba nimeshika mahela, lakini nilikuwa napata kwa sababu hata hizo nilizokuwa napewa na mablaza ni nyingi kama nilizokuwa nalipwa tu kwenye digital platform. Kwa sababu mablaza wanakuungia mchongo si hela. Nikapewa gari, mimi brother zangu mmoja anaitwa Manike, alinipa gari, yani kanipa tu kwamba mdogo wangu huyo gari hapo, yani wewe ukitaka kufanya movement gari hapo anytime unazunguka. Chakula nikikwama sina chakula, nikipiga simu kwa mablaza chakula natumia hela. Hakika. Nguo yani fresh, yani michongo inasonga. Kwa ni fresh. Kwa kifupi talent yako imekupa faida nyingi sana. Imekupa kila kitu. Imekupa kila kitu, imekupa pesa, imekupa wanawake, imekupa kila kitu. Na hata movement mimi nimepata support ya wanawake zangu kunipush kimuziki. Pia nayo imeletwa na talent yangu. Ngoja sijaelewa wanawake zako wanaposema wanawake. Kama umepata mahusiano, tundaye unapata mahusiano sahihi. Unajua kuna mahusiano unapata mwanamke wako, mimi sina kitu, siwezi kuafford kuna baadhi ya vitu, lakini mwanamke wako uliokuwa naye ana uwezo wa kusupport kwenye kitu fulani. Kwa unajikuta muziki unakuja kukupa watu ambao wanaweza kukusupport pia. Ni watu sahihi, inakupa watu sahihi. Kwa hiyo ilinipa watu sahihi, wakanipush, kila mmoja alipush namna yake. Kwa nafasi yake. Hivyo mpaka leo. Yaani mpaka hapa nilipo na nguvu za watu ambazo ni nyingi zina move tu. Yaani huyu akakusupport hiki, ukakusupport hiki, ukakusupport hiki mpaka hivi leo. Noma sana my brother. La mwisho kabisa babangu, je, kuonyesha kama mahusiano yako? Mahusiano mbona yako wazi, kila mtu anajua. Yako wazi? Kuna watu hawajui bwana. Ukipita kwenye page yangu utaona nimempost mwanamke wangu. Ukiona wewe mtu ajui anifuatilie. Si ndio? Lakini kama unanifuatilia, mimi naongoza kupost mahusiano yangu. Mimi niko open sana. Mimi nampost mwanamke wangu, na post mtoto, na post life yangu, movement zangu. Yaani mimi ukitaka kujua Meja yuko wapi utajua tu. Na mwanamke unaonaye una mahusiano naye zaidi ya miaka mingapi? Miaka 3 sasa hizi inaenda. Safi sana. Safi sana. Mjifunze kitu. Miaka 3 mahusiano
Masomo sio tunaishi. Na wanaishi ndani. Yaani hapo bado ndoa mdogo wangu, si ndio? Wana wala nini, ila tushatoa mabarua nini. Kwanza unamjua huyo mwanamke mwenyewe vizuri, tayari ushakaa naye ndani. Yaani mwanamke wangu. Sio tena masuala ya siku 4.5 umetangaza ndoa. Hiyo siku 3 mtu mjui. Nayo hiyo ni hata Tatizo nini kubwa nimesema tuoe familia ambazo tuna ukaribu nazo. Kwamba ili upate nafasi ya kumjua yule mtu, si ndio? Ili kupunguza kuoa kuachana. Sababu tabia si unajua zinatofautiana. Sometimes hamjapata muda mrefu umeoana, alafu mnajikuta mnaanza kuzoeana, ndio mnaanza kuchokana kwa sababu tabia sasa zinakuwa mnaanza kujuana, huyu kumbe tabia yake anakoroma usiku. Huyu nini? Bwana, kuna mtu ashaikwambia kwamba unaongea kama Mbosso? Mimi? Ndio kwanza. Una sauti ya zege kama ya Mbosso, yani una sauti fani hivi, ukiwa na sound